Karibu sana ndani ya studio. Asante. Nafurahia kuwa na wewe. Hata mimi nimefurahi sana. Amen. Kuwa na wewe. Amina. Na Mungu akubariki pia kwa kukubali kuja. Asante sana. Unajua ni kitu kimoja kualika mtu studioni na ni cha pili kutimiza ile ahadi ya kwamba nitakuja na ufike. Mungu akubariki maana umefika katika studio. Naomba msalimie mtazamaji wangu pale ajue huyu ndo kama ile sauti ta relate na ule uimbaji. Karibu sana. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio mwimbaji Florentina Mbogo. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mama wa mtoto mmoja na bibi wa Doel Maganga. Na sote tunashukuru kwa neema ya wokovu. Amen. Mungu amekuwa mwema. Amina. Yeah. Amen. Si umesikia? Mimi nimesema nashuku hii playlist hii inawezekana. Sijui, lakini inawezekana hii leo ina wimbo wanalilia msamaha. Huenda ni ya Doel Maganga. Ndugu yangu Doel, natumai kwamba umzima. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kutegea siku baada ya siku ndani ya kipindi cha Request Sunday, lakini haswa Mungu akubariki kwa kuchagua channel hii ya The Soap TV. Karibu sana. Naomba nijue kwa nini wimbo msamaha? Kwa nini msamaha? Zipo mada nyingi ambazo unaweza tunga nyimbo. Mimi nimetoka pale hewani na moja, Baba ni wewe. Nimeimba nyingine nyingi tu. Mwingine ametoka na nyingine hapa anaitwa Christopher Mwangila, ile iliyotoka hewani ya kwamba ni Mungu amefanya. Lakini Mungu akakujalia neema hii ya ufunuo na wimbo huu ya kwamba nalilia msamaha. Hebu kidogo tupatie simulizi inayoelekeana na wimbo huu. Kwanza kabisa, ili ufunuo msamaha ni neno nilipata nikiwa nasikiza mchungaji fulani katika TV. Huyo mchungaji alikuwa anaeleza kwa kina neno msamaha. Hapo ndipo sasa nikasikia kwamba huo wimbo unakuja kwa moyo wangu. Na nilipoanza kulala, wakati wa kulala sasa ndio nikaanza kupata ufunuo zaidi kuhusu msamaha. Okay. Sasa neno msamaha, yani si watu hawajalielewa vizuri, lakini neno msamaha ni jambo limebeba neema sana ya kimungu. Amen. Na ni jambo limebeba utukufu kwa sababu msamaha wenyewe ni Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ndio msamaha. Amen. Kama vile tunavyosema upendo ni msamaha, basi hata msamaha ni upendo ni Kristo, basi hata msamaha ni Yesu Kristo. Maana kwa huo msamaha alikuwa pale msalabani. Amen. Yeah. Amina. Natumai umesikia hilo ya kwamba kama vile Kristo ni upendo, Kristo pia ni msamaha. Na natumai kwamba limekufikia vyema jambo hili la ndugu yetu ama dada yetu Florentina Mbogo. Msamaha ni kitu kizuri chenye thamani. Kuna mauaji mengi kwa sababu ya kukosa msamaha. Nasema mwimbaji Florentina Mbogo ya kwamba ndoa zinavunjika kwa kukosa msamaha. Na ni kweli kabisa, ndugu wanakosana, wengine wanauana kwa kukosa msamaha. Wimbo huu ni ufunuo mzuri na ni ushauri mzuri. Mungu akubariki sana. Natumai kwamba ukitulia pale mtazamaji, ukiyatafakari maneno ya wimbo huu yanakuwa ya baraka sana ndani ya maisha yako. Mungu akubariki pia kwa sababu ya kuleta ujumbe kama huu into life. Unajua ndiyo tutahubiriwa, lakini mahubiri yatapita na huenda mwingine asirudi kusikiliza. Lakini tuna tabia ya kurudia nyimbo, ya kuzirudia mara kwa mara. Tunapozisikiza, tunasikiza tena. Sasa mchungaji alihubiri pale akamaliza, lakini kunaye Florentina akapata ule ufunuo na akaugeuza ukawa wimbo. Na leo hii wimbo huo ni wa baraka. Natumai na wewe pale ndani ya nyumba yako ama popote pale ambapo unategea ya kwamba wimbo huu umekuwa baraka kwako. Turudi kwako Florentina. Wimbo huu ni wa kwanza ama umekuwa ukiimba siku za hapo nyumani? Okay, wimbo huu ndo wa kwanza kabisa. Na kuna hii ndio video, alafu kuna mbili ambapo ni audio. Okay. Yeah. Amina. Umeitunga ama umeimba mwaka gani? Mlitunga lini alafu kaja kuimba lini? Pengine tu. Huo wimbo wa kwanza niliutunga I think 2 weeks. Alafu nikaenda kurekodi. Yeah. Yeah. Kwa hivyo Mungu alivyokujalia na neema ya utunzi ukajua hii ni ya studio. Yeah, yani nimekuwa nikitunga enzi tukiwa wadogo. Nimekuwa nikitunga nyimbo. Okay. Manake yani nikiwa mdogo wimbo ule zile za Rose Muhando zilikuwa zinanifanya kama na sasa tulianza kupanda wimbo hapo
kitambo, lakini sasa unapata zinapotea, unapata Amina. Lakini sasa tunashukuru Mungu maana anasema kwa wakati atafanya. Amen. Na naamini ilifika wakati ndio maana atafanya. Amina. Ya mwaka gani hii pengine? Hiyo na 2024. Aha, na juzi tu 2024. Wimbo Msamaha. Wimbo Msamaha nimeusikiliza na kwangu ni wimbo wa baraka. Amina. Na ni kweli ya kwamba mahusiano mengi hayako sawa kwa sababu ya msamaha. Kuna watu wanapoteza nafasi nzuri sana. Nafasi tu nzuri kwa sababu ya neno sorry ama forgive me na kusikana. Kabisa. Alafu pia as parents, umesema wewe ni mzazi pia. Kama wazazi, mimi naona kidogo tumelegea pale. Sijui wewe utaniambiaje Florentina, lakini mara nyingi we are supposed to make sure that watoto wetu wana learn zile mambo ya msingi ambayo tunataka kuyaona kwao siku za mbele. Sasa unakuta mtoto akifanya kosa kusema sorry ni ngumu. Akiwa mtu mzima inakuwa ngumu kusema pole. Kweli uongo? Kweli. Sasa tufanyeje kama wazazi, mimi na wewe, tujukumike vipi tufunze watoto wetu kuhusu msamaha? Okay. Kitu mimi nilikuwa katika maoni yangu ni kwamba watu wakubali msamaha. Yaani kuanzia wazazi mpaka shuleni mpaka kwa makanisa. Amen. Tuanzie pale chini kwa kile kizazi chetu. Maana kusema kweli sasa hii kizazi kimeharibika. Watoto hawaheshimu wazazi, watoto wamepotea kwa sababu yani wamekosa huu msamaha ambapo ni Yesu Kristo. Na pia ningeomba pale dada zetu ama ndugu zetu wanapopata nafasi ya kufundisha ile Sunday school, wakuze katika ile msingi wa neno. Wakifikia mambo ya msamaha, upendo, ile fruits of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, wawafundisha watoto ili iwe ni msingi. Wakisha kuwa na zile msingi, huyo mtoto kutoa ile, wajua mtoto ukimkuza na kitu, kuitoka inakuwa ni ngumu. Sasa wakati tunawafundisha watoto pale, hata sisi pia wazazi tumepewa majukumu ya kuketi na watoto wetu, tuwafundishe ya kwamba neno linasema hivi. Usifanye hivi. Usiambie mwenzako hivi. Wakati unapiga mwenzako shule, kama amekukosea umwambie sorry. Na yeye akwambie sorry hivyo. Amen. Amen. Natumai pale umesikia. Mimi kitu ambacho nilishika pale mwanzoni kutoka kwake Florentina Mbogo. Hili jina limenisumbua hata wakati natengeza. Florentina Mbogo, kitu ambacho nimeshika pale tokea mwanzoni ni kwamba kama vile tunapojifunza kwamba Mungu ni upendo, maana Kristo ni Mungu, tujifunze pia kwamba Mungu ni msamaha. Sasa tukifunza hata watoto wetu na kizazi chetu kuhusu msamaha, tunawafunza kuhusu Mungu. Ni jambo la baraka na ni jambo la kuinua sana mioyo na la kutia nguvu ama kutuendeleza. Manake unajua tukishajifunza msamaha, mambo yatanyoka vizuri, mambo yatakuwa shwari. Upande wa pili wa aliyekosewa ama aliyekosa, maana unaomba msamaha si kwa sababu umekosewa tu, sengine pia umekosa wewe na unaomba msamaha. Maana kuna mtu pale nyumbani, haswa jinsia yetu, sisi tunajua kuambiwa sorry, lakini sisi kitambo tukubali kwamba tumekosa, tunakuaga tumepeana excuse kama zote. Ndio baadaye useme sasa hata hivyo. Lakini natumai kwamba umemsikia Florentina. Iwapo unampenda Kristo, utamtambua Kristo kama upendo, lakini pia utamtambua Kristo kama msamaha. Kipo kisa kimoja kilinifurahisha siku za huko nyumani, ya mwalimu mmoja aliamua tu ya kwamba acha nifunze watoto kuhusu msamaha. Akashauri watoto kesho kila mtu akuje na snack ile anapenda. Akahoji kidogo pale, unapenda snack gani? Wengi wakaishia kusema viazi karai. Sasa walivyosema viazi karai, wengine chips, wakaambia sasa mimi nataka hizo viazi na chips peke yake. Mtu aje na viazi karai ama aje na chips zake. Akifika nazo kesho nitawaambia vile nitafanya. Wewe unataka kubeba chips, lakini nataka ubebe na masharti. Viazi pia ubebe na masharti. Akawapa masharti pale. Akawauliza watoto, je, uko na adui? Mtoto akasema una adui wangapi? 5. Akaambiwa njoo na viazi 5. Wengine akaulizwa, watoto wanapenda kuexaggerate, wengine wakafikisha mpaka maadui 10. Wakaambiwa sasa njoni na viazi. Kila mmoja abebe zake. Abebe, na kama ukiona ubebe chips njoo na pieces that much.
ama njoo na viazi 10 ama 5 ama 2, kama ni kimoja njoo na kimoja. Alafu tutakuwa tunabeba kwa container. Make sure you carry a container. Watoto wakaitikia masharti vizuri. Siku si nyingi watoto wakaanza kuchokeshwa na vile viazi. Maana alipovibeba pale shuleni waliambiwa viacheni tu kwa container. Wakaacha, ikafika jioni. Wakaambiwa bebeni mwende nazo nyumbani, na waambie mzazi hizi ni zetu za lesson. Watoto wakabeba. Siku ya pili walivyokuja wakasema ticha hizi zimeharibika. Akaambiwa ziacheni lakini ekeleni pale. Wakatafuta mahali wakaeka, kila mtu akalabel. Akabaki na viazi vyake ama chipsi zake. Sasa darasa likiendelea, mwalimu akasema hebu tufungue. Watoto wakasema zinatoa harufu mbaya. Akaambiwa basi zirudisheni tu hapo. And as days went by, watoto wakaanza kucomplain ticha kuna harufu. Alafu akaeleza watoto kwamba hivi ndivyo inavyotokea wakati unakataa kusamehe ama wakati unakataa kupokea msamaha. Manake ule uharibifu ama ubaya sana sana hata upati yule aliyekukosea. Maana dadangu Florentina leo nakukosea, na kukanyaga, pengine tukipita unakasirika, unatukana, lakini ukweli ni kwamba yale maneno yanakuathiri wewe zaidi yanavyoniathiri mimi. Sasa ni kufahamu kwamba hatujafahamu. Unakuta tumekosana, pengine ni nyumbani, pengine ni kama jamii, mme na mke wakikosana pale na unaamua simuongeleshi huyu. Unasahau kwamba wewe ndio unabaki na maumivu, wewe ndio unaumia moyo. Na moyo unapoumia, sijui nani anaweza kuuganga. Manake ni kweli ni kwamba Proverbs inaongea kuhusu how a merry heart, ama moyo wenye furaha unavyoleta afya ndani ya mwili, uso wenye furaha huleta afya ndani ya mwili. Sasa kumbe kuna magonjwa mengi yanaambatana ama yanafuatana na kukosa msamaha. Mungu akubariki sana kwa wimbo huu jioni ya leo. Sana sana. Sasa tumeongea kuhusu ndoa kidogo pale wakati tunaongelea jambo hili la msamaha. Umesema kwa ujasiri ya kwamba mimi na mtoto, nina mume, nina mtoto. Wengi pale nje wanaamini ya kwamba waimbaji hawadumu ndani ya ndoa, na kwamba marriage is a scam and that marriage doesn't work. Pengine umekaa miaka mingapi labda, ama ni miezi tusikuulize. Unajua, lakini kama umekaa miaka 2, 3, unaweza tuambie if marriage works or not. Karibu sana dadangu. Asante. Na kusema ukweli, kulingana na vile nimesema na kulingana na wimbo huu msamaha. Msamaha nilisema kutoka mwanzo ya kwamba ni kitu kimebeba uzito na mambo mengi. Sasa katika hata ndoa pia, huo msamaha ni Yesu Kristo. Amen. Na kama katika ndoa tumeokoka, lazima tuwe tumebeba huo mkombozi. Ambaye mkombozi ni Yesu Kristo. Huo msamaha. Na katika ndoa kama tuko na Yesu Kristo, lazima kila jambo tumweke yeye mbele kwanza. Atuongoze. Ili katika ile ndoa tuendelee kudumu katika hali ya msamaha na katika hali ya upendo. Maana huyu Kristo ndo ametupa huo upendo na msamaha. Na yeye pia ndo mwanzilishi wa ndoa. Kwa hivyo wakati tunamweka pale mbele, wakati tuko na yeye Kristo, wakati tumemkaribisha katika, I think kila kitu kitakuwa kinaenda sawa. So kwa maana nyingine, tukiwa na msamaha marriage works. Tukiwa na msamaha marriage works. Manake msamaha ndio kitu muhimu. Msamaha ndio kitu muhimu sana kwa ndoa. Bila msamaha sidhani hata kama watu watakuwa na amani hata mahali popote. Unaona? Kwa hivyo msamaha ndio unaona umeleta madhara katika ndoa. Suicide, mtu anacommit suicide, mwingine amekosewa labda hata na wazazi, anaenda anajinyonga kwa sababu amekosa mtu wa kumshauri kwamba amkubali Kristo awe katika maisha yake. Ambapo Kristo ndio huo msamaha sasa. Amen. Natumai kwamba umemsikia dadangu pale, japo amekwepa swali langu nimeuliza, pengine ni ndoa changa. Unajua ndoa changa mtu ako excited. Umekaa ndani ya ndoa pengine, ama ndio sasa umeingia ndani ya ndoa? Okay, nimekaa kwa ndoa na nashukuru Mungu, maana sasa huu ndio mwaka wangu wa 8. Nashukuru Mungu. Amen. Kwa hivyo nimekaa na nimejua. Amen. Utukufu kwa Mungu. Huo basi tu ni uchokozi kidogo, kwa sababu mara nyingi watu wakijiintroduce kama wako na issues, mtu asemi nimeoa ama nimeolewa. Sasa dadangu akianza, Florentina ameanza tu mimi nimeolewa, nina mume, niko na mtoto. Yani ni something that anajitambulisha nayo. Kuna watu pale unfortunately nje sahi hataki kutambulishwa na ile ndoa kabisa. Kuna mwingine pale hata anasema mimi nahesabu ni kama sina mume, of which jioni kuna mtu ako naye kwa nyumba ambaye ni mume wake tena halali. Mungu aturehemu, Mungu atusaidie. But meanwhile
I want you to know that marriage works. Amen. So God bless you so much, Florentina, for coming. Amen. Naomba uwe na wakati mwema.